Bwana mkubwa Devan akiwa na bibie pale hospitalini alimwambia Aziza asio na wasiwasi, Jemo pamoja na Melissa wako safarini. Sasa mapolisi baada ya kuchukua maelezo kutoka kwa Yavuzi wakamwambia Devan Alas uko chini ya ulinzi kwa shtaka la kumkabili bwana mkubwa Yavuzi Zungkaya. Bibie akasema sio yeye, Yavuzi anadanganya, nichukue mimi. Bibie akaanza kujifanya kama amechanganyikiwa, ila hali bibie anajua kweli. Mapolisi wakampiga pingu, lakini kosa la mapolisi ni kumwachia bwana mkubwa Devan kwenda msalani. Bwana mkubwa Devan akaomba ruhusa kwenda msalani. Kafika kule msalani sasa alipoenda ni choo cha wafanyakazi, kwa kampiga yule daktari na kutoka kama sio yeye, akiwa amebadilisha muonekano wa kutoka kama daktari. Mapolisi akasema ametoroka. Sasa bwana mkubwa Devan akasema Yavuzi, si unataka mchezo tucheze? Sasa bibi akamwambia vipi atakuwa ameenda? Akamwambia mimi sijui chochote. Sasa mama Zungkaya akamwambia kama sio yeye, kwa nini ametoroka? Kwa nini akimbie? Aziza kwa hasira akamfuata Yavuzi. Akamwambia mama, wewe tupishe kwanza, nataka niongee na binti yako. Akamwambia ndio umefanya nini sasa? Kwa nini umefanya hivyo Kwa nini umefanya hivyo? Akamwambia sikiliza, nifanye hivyo kwa ajili yako. Si uliniambia simtaji kakako. Sasa sijamtaja. Sasa kwa nini unanifokea? Akamwambia sasa sikiliza, sijai kuchukia mtu ila nakuchukia sana. Nakuchukia Yavuzi. Na katika damu yako chafu ya kizazi chako mimi usinihusishe. Aziza kwa hasira akaondoka, huku bwana mkubwa Yavuzi akiita Aziza. Sasa kwa upande wa pili bwana mkubwa Devan akamwambia hivi, sikilizeni nyinyi msitoroke, haina haja. Yavuzi tayari kashanitaja. Ninachohitajika sasa hivi Misut niandalie kikosi twende nacho kule. Kisha akamtumia bibie message kwamba mimi na ng'ombe wote tuko salama, kwamba bibie akiona hiyo message atakaelewa. Sasa bibie alikuwa pale kituoni anachukuliwa maelezo. Kwa upande wa pili naye bwana mkubwa Jemo anamwambia Misut, huyu Devan atakuwa anafikiria nini? Devan siwezi kujua anafikiria nini. Sasa hapa ninachotakiwa acha mimi nikaungane naye. Kwa kuwa Devan amesema nisiondoke, acha mimi basi tuhakikishe tunabaki hapa tunamwangamiza bwana mkubwa Yavuzi. Lakini naye bibi Melissa aliambiwa naye atatafutiwa sehemu nyingine kwa sababu naye anataka kwenda. Huko nako wale waliofumaniwa wakazugazuga pale. Huyu mama Feruza akamwambia nakushukuru Hashimit, naomba niende. Akaondoka. Sasa akabaki Hashimit pamoja na mwanae Yusufu. Akamwambia sikiza, unazingua kinoma. Sasa Yusufu akamwambia baba, kwa kuwa umefanya hivyo tena kosa lingine, sasa sahau kuhusu duka. Tafadhali baba, kubali kwamba nimekukuta. Sasa akaja huyu bibi ambaye haya mjukuu wangu Melissa hayupo, ameondoka na ule kilema. Kibao kiligeuka baada ya bwana mkubwa Yusufu kusema bora hata alivyojiondokea. Kisha Yusufu akatumia message kuambia kwamba mchezo umebadilika. Yusufu kwa zile hasira akaondoka. Mama yake na Hashimit akamwambia Hashimit, naona anacheka nini? Sasa Hashimit akataka mambo mengi, alifukuta mama yake nje na kisha akapiga dua yake ya mwisho huku akifunga duka. Sasa kwa upande wa pili Aziza pamoja na baba yake mkwe baada ya maliza kutolewa maelezo aliambiwa mnaweza kwenda na mtupe taarifa mtakaposikia ni wapi alipo Devan. Hasa wakati naondoka bibi Aziza alimwambia baba mkwe sipo tayari kumpoteza Devan wangu, kisha akaondoka. Huyu kamishna alituma mmoja wafanyakazi wamfuatilie Aziza kwa ukaribu mkubwa sana.